Kibiti tuna watu wanatoa huduma za malezi ya watoto kwa wakati wa mchana. Wanaitwa mara ya kwanza tulikuwa tuna jina letu la umoja, tulikuwa tumeungana watu wa Rufiji na Kibiti, tulikuwa wanaitwa Wadaki, na mimi ni miongoni mwa hao. Na kwa sasa hivi tunasimama sisi kama sisi, kwa maana ya DOK, kwa maana Daycare Owners Kibiti, kwa maana umoja wa wamiliki wa shule za kulelea watoto wakati wa mchana. Na wakati huo kwenye umoja mimi ni katibu. Kwa naingia sehemu nyingi sana, nagusa maisha ya yes. Kwa hiyo kwa upande wa taasisi binafsi niseme tu kwamba tuendelee kutoa huduma nzuri ili mradi tuweze kuleta maendeleo kwenye wilaya yetu kupitia sekta ya vijana. Sekta za vijana, kwa sababu kupitia vijana ambao mwenye mtu aiongelea mara mbili. Na kwa upande wa vijana fursa hizi za kuwekeza kwa shule za watoto ni muhimu sana, kwa sababu kupitia kuwekeza hizi daycares ndio tunakwenda kupunguza uhalifu unaotokana na ukatili. Utakuta wilaya yetu kwa asilimia kubwa matukio yamepungua. Kitu gani kimefanya matukio ya kikatili kwa watoto wadogo yapungue? Ni kutokana na uwepo wa hao watu muhimu, wamiliki wa vituo vya kulea watoto wakati wa mchana. Kwa hiyo wanaisaidia serikali. Na kama nafahamu serikali na taasisi binafsi ni kama mkono wa kulia na kushoto, ambapo wakiungana kwa pamoja wanafanya kitu kizuri. Kwa hiyo kwa vijana hizo ni fursa, yaani wasome namna ya kulea watoto, wafuate taratibu na waanzishe hizi taasisi kupitia ustawi wa jamii, ili mwisho wa siku waisaidie serikali kwenye kulea watoto au kutoa malezi ya watoto. Lakini pia kwa upande wa serikali pale vijana wanapokuwa wanaanzisha jambo, serikali haina budi kufanya nini? Kuwaunga mkono, kuwapa motisha. Na serikali yetu nafikiri ni sikivu na imekuwa